Okay, yes. Leo tutaenda kufanya analysis ya gold. Na tukianzia upande wa higher time frame kuelekea upande wa lower time frame. Tunachoenda kukitafuta kwenye gold ni kutafuta entry kwamba je, wiki ijayo ikifunguka tutaanzia wapi na tutaenda mpaka wapi. Sasa tukianzia kwenye higher time frame kama wanavyosema traders wengine ni kwamba always wanasema top down analysis is the key. Kwa hiyo tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba tutaanza kufanya analysis from the highest time frame to the lowest one. Tukianzia highest time frame ambao ni monthly time frame. Tunachokiona ni nini? Siku zote kabla hujaanza kufanya analysis hakikisha unafanya chart ili upate general view. Tunachokiona kwenye monthly time frame it means ni kwamba gold tunamuona anakuwa anapanda katika upande wa monthly. Na base katika upande wa monthly, base moja kwa moja tunakuja tunaipata katika hii zone. Hii zone ndio tuna base ya kwanza ambao tunategemea maybe anaweza akaseli from this point kama asipokuwa rejected up to this point na kuendelea kubai. Ila sasa hiyo ni highest, very highest time frame. Kwa sisi little traders it means hatuwezi kucatch entry from this higher time frame. Tunachokifanya ni kwamba tuna lock hapa, tunashuka kwenye weekly time frame. It means kwenye weekly tunachokiona sasa ni general information ni ile ile. Tunaona ni bullish japokuwa amekuwa akifanya pullback za hapa na pale. Ambapo tunasema kwa sisi retail traders kwenye hizi pullback za hapa na pale tunaweza tukapata entry ya kuseli. Kwa hiyo tunachokifanya tunaenda kutafuta opportunity, ambapo katika weekly time frame tunachokifanya ni kwamba tunatafuta zoni zetu za kuingia sokoni. Tunaona gold amekuwa it means tunaenda kutafuta zone. It means amekuwa rejected from this point hapa. It means anachotakiwa ni kuja kucomplete hapa chini. Complete hii wiki complete hii week ya weekly time frame. Hapo tunaona around this zone it means alikuja aka push upward. Alipokuwa push upward, alipokuwa rejected sasa katika hizi pande za huku juu tunaona akaanza kufanya pullback kushuka chini. Kwa generally kwa hii quarter almost 4 months it means tunaona imekuwa na general trend ya kufanya nini? Ya kuseli. Kwa hiyo tunachokifanya tunaenda kushuka kwenye upande wa daily time frame, ambapo kwenye weekly zone yetu ya kwanza tulioipata ni hii hapa, na zone yetu ya pili tulioipata kwenye upande wa weekly ni hii hapa juu, ila hizi zone ni kwa wale wa upande wa swing trading. Tunachokifanya tunashuka kwenye lower time frame zaidi ambao ni daily time frame. Kwenye daily time frame tunachokifanya ni kufinya chart yetu. Tunaona gold hajafika huku chini, lakini sehemu aliyogeukia tunasema pia ni potential price, ambapo ili uone vizuri zaidi unachokifanya ni kuchange kutoka katika candlestick chart kwenda kwenye line chart ili uone zone zako vizuri. Tunachokifanya ni kuziadjust hizi zone tulizozichora from high time frame hizi zikae vizuri ili tusiwe na confusion nyingi. Tuna adjust kama hivyo. It means gold sehemu aliyokuja kugeukia ni hii hapa, ambayo pia tunaona tukizoom kabisa kwa upande wa kushoto wa chart tunaona pia ilikuwa ni potential price. Kwa hiyo ndio maana tunaona sasa amekuwa amefanya nini? Amegeuka. Kwa hiyo tutakuwa na zone around this zone, almost around zone tatu. Kwa hiyo it means tuna ile internal zone na tuna hizi external zone, ambapo tunaona gold sasa respect internal zone, japokuwa tunachotegemea nini? Tunachotegemea ni kwamba aje afeel hii external zone. Twende tuka change chart yetu iende kwenye candlestick chart. Tunaona sasa tuna zoom chart current. Je, chart iko wapi current? Kwa current hapa tunaona chart ilipo. It means kumekuwa na rejection candle hii hapa. Tumekuwa na huge buying pullback, ambapo huge buying pullback inatuonyesha kwamba gold hii siku iliyopita
katika hii wiki iliyopita amekuja amefungia ndani ya hii zone. Kwa hiyo kama amefungia ndani ya hii zone, na ili tulisema aendelee kuseli, tulikuwa tunategemea aje aishie at least around here ndo aendelee kushuka chini. It means kwa sisi retail traders, kama amefungia ndani ya hii zone, wale wanao trade market structure, tunaweza tukasema tunaweza tukatafuta opportunity ya kubai mpaka wapi? Mpaka zone hii hapa ya juu hapa. Kwa mpaka around this zone here hapa juu hapa ndo tunaweza tukatafuta opportunity ya kubai, ambapo tunategemea ni nini? Tunategemea kwamba hawezi akageukia hapa katikati, ni kwamba lazima aje mpaka hapa juu ndo afanye impulsive move ya kuendelea kufanya nini? Ya kuendelea kuseli. Kwa hiyo tushuke kwenye lower time frame tuone opportunity, je, tunaweza tukazipata vipi? Tukishuka kwenye upande wa 4H, cha kwanza kabisa unatakiwa ufinye chart. Kwa hiyo tunachokifanya tunaifinya hii chart yetu. Tunaifinya hii chart yetu. Tukishafinya hii chart yetu unaweza ukadraw trend line ili kujua kwamba je, ametap point ngapi na anaelekea wapi na atafanya nini. Kwa hiyo it means tunaenda ku draw trend line. Ili udraw trend line nzuri lazima uconvert from candlestick chart kuelekea kwenye line chart ili ureduce noise. Kwa hiyo tuta draw line zetu. It means tunachokiona ni kwamba amekuwa kuna baadhi ya point amekuwa akizitap mara nyingi zaidi. Kwa hiyo uta draw line yako kama hivi. Unachokifanya unaifix hii line ikae vizuri, ambapo tunaona amekuwa akirespect point nyingi zaidi. Means point ya kwanza aliyo respect gold, tunaona point hii hapa. Point ya pili tunaona aliyo respect ni hii hapa around this zone. Point ya tatu aliyokuja kuirespect ni hii hapa. Kwa hiyo kwa mimi ninachotegemea ni kwamba aje respect hapa juu ndo apate movement ya kufanya nini? Ya kushuka. Kwa hiyo sasa from there tuchore na supporting ya trend line yetu ni kwamba itakaa kama hivi. Kwa hiyo cha kufanya hapo utaifix vizuri kama hivi. Unaifix vizuri kama hivi. Kwa hiyo ukishaifix vizuri, tunachotegemea ni nini? Tunachotegemea sasa twende tukakione ni kwamba lazima tuchange kwenda kwenye candlestick chart. Baada ya hapo tuizoom chart yetu. Tunachotegemea kukiona kwa gold kwa sisi, order ambayo itakuwa ni valid kidogo ni hii hapa. Ni kwamba tusubiri afanye pullback. Tutasubiri afanye pullback. It means tutasubiri afanye pullback around this zone. Akishafanya pullback around this zone ndo tuje tumcatch tupate entry ya buy, ambao buy itakuwa ni safe zaidi kwa sababu bado hajafika huko. Kwa hiyo tunachotegemea ni nini? Tunachotegemea ni kwamba afanye pullback mpaka hapa. Akishafanya pullback tupate impulsive move ya kuendelea kubai mpaka hapa juu. Ila akifanya kitu kama hichi kwamba akibai mpaka hapa akibai mpaka hapo juu ambao akibai mpaka hii zone, it means tutategemea kupata impulsive move. Lakini akiishia njiani tutategemea itakuwa ni internal structure. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu tunaona hapa chini hapa kwenye hii zone hapa chini kumekuwa na rejection na rejection nyingi. Tunaona consecutive candles kumekuwa na rejection nyingi. Consecutive candles sijajua ni ngapi. It's almost candle 1 2 3 4 5 6. Almost candle 6 kumekuwa na rejection nyingi. Hii ina indicate nini? Hii ina indicate ni change of structure from selling to buying. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaona last break of structure ilikuwa ni hii hapa. Kwa kama last break of structure ilikuwa ni hii hapa, tunachotegemea nini? Tunachotegemea ni kwamba ilikuja ikafanya break of structure ya mwisho ambao ni hii hapa. Tunachotegemea ni kwamba tungepata break of structure, tungepata pullback then tukapata break of structure nyingine, ila unfortunately haijawa hivyo. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Ni kwamba gold ameretrace then ameanza kutengeneza series of break of structure kuelekea juu, ambayo ya kwanza ilikuwa ni hii hapa, then second break of structure ikawa ni hii hapa, ambapo tunategemea nini? Tunachotegemea ni market imeshift sasa. Kwa hiyo tutasubiri pullback till this zone,
Tukishapata pullback around this zone tuta take a buy mpaka hapo juu. Hiyo pullback utaisubiria wapi? At least utashuka kwenye 1H ambapo pullback tunaona sasa imeshafanyika, ambapo ni very clear pullback kwamba amekuja ameretrace mpaka hii zone, tunaona ameanza kufanya impulsive move, ambapo hiyo impulsive move tunaitegemea mpaka around zone ya wapi? Zone ya hapa juu. Kwa hapa tutakuwa tunaona series of break of structure mpaka hapa juu, ambapo akishafika hapa juu ndo tunategemea atengeneze, akitoka hapa mpaka hapa juu tunategemea atengeneze impulsive move ya kushuka, kwa sababu general trend ni down trend. Kwa hiyo inti unaweza ukaisubiria inti ya kubai mpaka hapa juu, baadaye ukaja ukasell from this zone ukapata holding nice setup ya kusell. Kwa hiyo ndo mtazamo wangu wa gold kwa wiki ijayo.